Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza mageuzi makubwa ya kiuchumi, na ushahidi mojawapo ni ongezeko la uwekezaji wa ndani na nje ya nchi, lakini pia ukuaji wa viwanda, biashara na uwekezaji unaolenga kuongeza tija na ushindani wa uchumi wetu. Yote haya yanachangiwa na jitihada za serikali ya awamu ya sita, na kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karne tuliyopo imebadili kanuni za mafanikio ya kiuchumi duniani. Leo ushindani unaamuliwa na uimara wa sekta binafsi, kasi ya teknolojia na ubunifu, tija ya uzalishaji na uwezo wa kufungua masoko mapya. Zama za ukuu na ukubwa wa nchi kuwa kigezo zinafifia. Katika mazingira hayo, Tanzania ina nafasi ya kipekee ya kushindana katika aina ya uchumi huu kwa sababu moja tu, ya aina ya mwelekeo tuliochagua kama taifa kwa miaka 25 ijayo. Na mwelekeo huo ndio unatufanya tuamini tuna uwezo wa kujenga uchumi wa kisasa wa viwanda, unaotumia teknolojia, unaongeza thamani na unaoshindana katika masoko ya kikanda na kimataifa. Wakati tunazingatia hayo, tunafahamu hakuna dira inayotekelezeka bila sekta binafsi yenye nguvu. Hakuna uchumi utakaokuwa kwa kasi bila wafanyabiashara wanaowekeza. Hakuna viwanda vitakavyojengwa bila wawekezaji wanaochukua hatua. Na hakuna ajira za kutosha bila uzalishaji wenye ushindani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunaishuhudia TNCC ikizindua mageuzi makubwa ya kitaasisi, hatua inayodhihirisha dhamira ya sekta binafsi ya kwenda sambamba na mabadiliko yanayoendelea duniani. Kwa nyakati hizi, TNCC imeendelea kujiimarisha kama taasisi imara yenye uwezo mkubwa wa kuwakilisha wafanyabiashara, kuhamasisha uwekezaji, kusaidia urasimishaji wa biashara na kutoa huduma zinazokidhi mahitaji ya uchumi wa karne ya 21. Tunawapongeza kwa sababu mnatambua zama tulizopo na mnabadilika. Nikupongeze sana Rais wa TNCC na chemba yote kwa ujumla kwa kwenda na mwelekeo wa aina ya biashara inavyoenda duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TNCC ni muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Kutokana na mabadiliko tunayoona, mmedhihirisha kwamba TNCC haipaswi tu kuwa mahala pa usajili wa wanachama peke yake. Imekuwa kituo cha fikra za biashara, taasisi inayofanya tafiti, inayochambua mwenendo wa uchumi wa dunia, inayowajengea uwezo wa wafanyabiashara na inayokuwa mshauri mkuu wa serikali katika masuala ya biashara, uwekezaji na ushindani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia inaonyesha wazi kuwa hakuna nchi iliyofikia kuwa uchumi mkubwa bila sekta binafsi yenye nguvu. Serikali huweka mazingira, lakini sekta binafsi ndiyo huwekeza, ndiyo huzalisha, ndiyo huongeza thamani, ndiyo huunda ajira, ndiyo hupelekea bidhaa katika masoko ya dunia. Hivyo, nguvu ya uchumi wa Tanzania katika miaka ijayo inategemea kwa kiasi kikubwa nguvu ya sekta binafsi yetu. Lakini sekta binafsi ya kesho haiwezi kufanya biashara kwa mtindo wa jana. Biashara ya dunia imebadilika na sisi lazima tubadilike. Leo mnunuzi wa kimataifa hataki kujua tu bei ya bidhaa. Anataka kujua bidhaa hiyo imetoka wapi, imezalishwa na nani, kwa mazingira gani, kwa viwango gani vya kazi, na kama uzalishaji wake umelinda mazingira. Huu ni ulimwengu wa traceability, ni ulimwengu wa sustainability, ni ulimwengu unaozingatia ESG, yani Environment, Social and Governance Initiatives. Mheshimiwa Waziri Mkuu, masoko makubwa duniani yanaendelea kuweka masharti mapya yanayohusu ufuatiliaji wa bidhaa kutoka shambani, mgodini au kiwandani hadi kwa mlaji wa mwisho. Yanahitaji uzalishaji unaoheshimu mazingira, unaotumia rasilimali kwa ufanisi na unaozingatia haki za wafanyakazi. Haya si masharti ya baadaye, ni masharti ya sasa. Iwapo sekta binafsi ya Tanzania haitajiandaa mapema, tutapoteza ushindani katika masoko muhimu duniani. Ndiyo maana kama sekta ya viwanda na biashara tupo karibu na TNCC kuhakikisha tunashirikiana ili kuyaishi mabadiliko haya. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba wenzetu wa TNCC tuendelee kushirikiana kuboresha biashara ili zikidhi viwango vya kimataifa,
lakini pia katika kutumia teknolojia za kidijitali katika uzalishaji na biashara, lakini vile vile katika kuelewa masoko mapya, biashara za mtandaoni, matumizi ya akili mnemba, uchambuzi wa takwimu na mifumo ya kisasa ya usimamizi wa biashara. Na tunaamini kwa kufanya hivyo tutakuwa hatufuati mabadiliko ya dunia, bali tutakuwa sehemu ya kuongoza mabadiliko hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejipanga Tanzania kuwa kitovu cha biashara na uzalishaji katika Afrika, lakini hilo halitatokea kwa bahati. Linahitaji uwekezaji mkubwa, linahitaji ubunifu, linahitaji ushirikiano wa kweli kati ya serikali na sekta binafsi. Ndani ya sekta, nimetangulia kusema tupo tayari kushirikiana na wenzetu wa TNCC na sekta binafsi kama ilivyo sasa, na sisi tunaamini TNCC na kazi kubwa sana katika uchumi tunaotafuta. Tushikamane pamoja ili wafanyabiashara mpate, serikali tupate na nchi ipate. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwepo wako katika kongamano hili ni ishara ya wazi ya dhamira ya serikali ya kuendelea kusikiliza sauti ya sekta binafsi na kuimarisha ushirikiano katika kujenga uchumi wa taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, dira tunaanza kutekeleza kesho, lakini ndani ya serikali tulikubaliana la kwanza lazima liwe la kurekebisha sheria na taratibu zetu ambazo zinawezesha biashara, na hilo ndani ya sekta yetu tumeshaanza kulifanyia kazi, na tutaona kwenye bunge linalokuja ambalo ndo bunge la mabadiliko ya sheria. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme kwa nyakati tulizo, hauhitaji sheria ili uweze kuwezesha biashara. Na sisi kama sekta tumekaa chini ya sekta yetu ya viwanda na biashara, tuna taasisi 13 ambazo kwa kweli ndio lango la kuingia sokoni ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo utashi tu umetuambia kwamba kwa zama tulizopo kwa sasa hatuhitaji kudhibiti biashara, tunatakiwa kuwa marafiki wa biashara. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo nataka niwahakikishie ni kwamba Mheshimiwa Rais amenipa dhamana nimsaidie katika sekta ya viwanda na biashara. Mimi nimeshawaongoza wenzangu kuhakikisha sisi sio mapolisi wala mgambo wa biashara, ni wawezeshaji wa biashara, na tutaifanya kazi hii kwa moyo mkubwa sana, na tumeshaanza kufanya hivyo. Hata wafanyabiashara wanajua kama ni BRELA anapita huko mtaani hafungii biashara. Kama tunamkuta mtu hana leseni, tunamsaidia aweze kupata leseni ili mradi tu biashara iwe ya haki. Na ndio maana tunaendelea kualign na wenzetu wa TAMISEMI kupitia maafisa biashara wetu ambao kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana kuhakikisha hawamfungii mtu biashara yake. Kama jambo ni leseni, ni kumuongoza apate leseni ili mradi tu biashara isiwe ile biashara ambayo ni haramu. Kwenye biashara feki, ndugu zangu wafanyabiashara, tutadhibiti sana kwa nguvu kubwa, kwa sababu jukumu la serikali ni kumlinda mfanyabiashara na kumlinda mlaji. Na kwa sababu kwa sasa kwa kweli tumeimarisha mifumo, na ninaendelea kuwasihi ndugu zangu wafanyabiashara tusifanye biashara ambazo zina bidhaa feki, kwa sababu tutapata hasara. Tumejiimarisha sana kuondoa bidhaa feki sokoni. Lakini kwenye upande wa kuwezesha, nataka niwahakikishie sisi ndani ya sekta hatuhitaji sheria, tumealign kuhakikisha tunawezesha mweze kuendeleza biashara. Kupitia kongamano hili la Annual Trade and Investment Dialogue 2026, tunaendelea kujenga utamaduni wa mazungumzo ya wazi, uwajibikaji wa pamoja na ushirikiano wa kweli katika safari ya kuijenga Tanzania yenye uchumi wa kisasa, shindani na jumuishi.